Mwamba Traore alipoweka kijiko kimoja cha chakula katika kinywa chake wakati wa mlo wa jioni, akagundua kuwa ladha ya chakula haipo sawa. Mishipa ya damu ni kama imeganda mwilini mwake, na koo inawasha mithili ya mtu mwenye mafua makali, na presha kwenye kifua chake. Kila mtu aliyekuwepo kwenye hicho chumba akasimama, wakadhani amewekewa sumu. Swali likaja, je, ni nani aliyemwekea sumu? Je, ni walinzi, ni mpishi, au ni aliyemtengea chakula? Ama ni watu aliowategemea sana ambao ni washauri wa rais, na mambo yote hayo yote, je, ataweza kuliona jua la kesho likichomoza? Hayo ni maswali aliyokuwa akijiuliza Traore wakati akiwa kwenye maumivu makali. Pakawa na sitofahamu ndani ya Ikulu, kila mtu akitafuta mchawi ni nani katika tukio hilo. Na usiku ambao Ibrahim Traore amekaa kwa ajili ya chakula cha jioni baada ya kufanya mambo mengi kwa ajili ya taifa kwa siku nzima. Kama kawaida, alikuwa na washauri wachache karibu na meza yake. Alikuwa na mradi wa maji ambao ungetakiwa kufunguliwa mashariki mwa nchi ya Burkina Faso, na wakati huo waziri wa maji alikuwa na noti yake mkononi. Akamwambia, "Mkuu, wanakijiji wanakusubiri sana." Traore akaitikia tu kwa ishara ya kichwa, huku akiwa anakula chakula chake ambacho ni wali kuku wa kukaanga na mboga ya majani pembeni. Kwa sababu mradi wa maji safi ya kunywa ulikuwa ni mradi wa 32 kati ya miradi 50 ambayo anataka kuifanya. Na akasema, hayo ndio ambayo tumewaahidi wananchi, wakati huo akitupia kijiko cha chakula mdomoni. Ili kufikia malengo tunahitaji. Hakuweza kukamilisha sentensi yake. Ghafla akaanza kuhisi kitu tofauti katika mwili wake. Akaanza kuhisi koo linawasha, pressure, lakini akahisi ni kama damu imeganda katika mishipa ya mwili wake. Macho yake yakaanza kufifia, masikio yake yakaacha kusikia kile walichokuwa wakiongea pale. Waziri wa mambo ya ndani aliyekuwa karibu naye akamuuliza, "Rais, uko sawa?" Lakini Traore hakuweza kujibu. Alijaribu kuchukua glasi ya maji, lakini mkono wake ulikuwa unatetemeka sana. Mpaka hapo alionekana kitu hakipo sawa kabisa. "Rais amepewa sumu, muiteni daktari haraka." Kabore akawa anaongea kwa sauti. Ghafla hali ya Ikulu ikabadilika hapo hapo. Walinzi wakakimbia huku na huko. Waziri akasimama na kila mtu haelewi nini kinaendelea. Lakini Traore anajaribu kupambania hali yake. Kwake kila kitu kilikuwa kinaonekana kama kinafifia. Na sauti ikasikika ya waziri inasema, "Hebu fungeni Ikulu, asiingie mtu yeyote hapa. Haya ni mauaji kama mauaji mengine, wamejaribu kumuua rais." Wakati huo Mwamba Traore alikuwa anatetemeka na kupumua kwa shida, na akaambiwa, "Tafadhali rais, tafadhali subiri kidogo tu, tumemuita daktari." Wakaita daktari na madaktari wa Ikulu wakafika haraka, na Dr. Zogo akaanza kuangalia. Akaangalia kwa haraka na akagundua kuwa Traore amelishwa sumu. Anahitaji kupelekwa hospitali haraka sana. Na kila kitu alichokisikia Traore kabla ya fahamu kukata, alimsikia Dr. Zogo akisema, "Sumu inasambaa kwa haraka, tunahitaji kufanya haraka." Wakampeleka hospitali ya jeshi iliyokuwa na ulinzi mkubwa na nje umejaa askari. Akapelekwa kwenye chumba cha matibabu, hapo akiwa anapambania uhai wake. Mashine zikawekwa kwenye mwili wake, huku wakiendelea kumpima ni nini kinaendelea. Huko nje hospitali maneno yalikuwa mengi. Kila mtu alinena maneno yake na kulaumu kwa jinsi kila mtu alivyojihisi. Lakini serikali ya Burkina Faso imedai kuwa imefanikiwa kuzima jaribio kubwa la kumpindua kiongozi wa nchi hiyo, Captain Ibrahim Traore, ambaye ameongoza taifa hilo tangu alipochukua madaraka kupitia mapinduzi mwezi Septemba mwaka 2022. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa hilo RTP, jaribio hilo lililenga kumng'oa madarakani kwa nguvu.
na kulifikisha taifa hilo katika sitofahamu ya kisiasa na kiusalama. Waziri wa usalama wa ndani Pamdoi Sana alisema kuwa njama hiyo ilikuwa ikiandaliwa kwa muda na ilihusisha wanajeshi waliopo kazini na wale waliostaafu kwa kushirikiana na vikundi vya kigaidi vinavyoendesha mashambulizi ya kiholela katika eneo la Sahel, wakidai kuwa wapanga njama walikuwa wanapokea usaidizi wa kifedha, vifaa vya uungwaji mkono na kimkakati kutoka kwa watu waliokuwa katika nchi jirani, hususan Cote d'Ivoire, bila kuitaja moja kwa moja serikali ya taifa hilo kama mshirika wa njama hiyo. Tumeweza kudhibiti harakati zote za magaidi wa ndani waliokuwa wamejipenyeza kwenye mfumo wa kijeshi na kupata mawasiliano na waasi waliokuwa nje ya nchi, alisema Sana. Mpango wao ulikuwa ni kuishambulia ikulu ya rais na vituo vingine vya kijeshi muhimu katika mji mkuu wiki iliyopita. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, baadhi ya washukiwa tayari wamekamatwa na uchunguzi unaendelea. Majina ya washtakiwa hao bado hayajawekwa wazi, lakini taarifa zinaweza kuwa baadhi yao walikuwa na nyadhifa za juu kabisa katika jeshi kabla ya kung'atuka na kutumbuliwa kazini. Waziri Sana alisema nia ya kundi hilo ilikuwa ni kusababisha machafuko ndani ya nchi na kuyumbisha udhibiti wa serikali ili kuweka nchi nzima chini ya usimamizi wa kimataifa na kikanda kwa kisingizio cha kurejesha utulivu. Jaribio hili limekuja kwenye kipindi ambacho Burkina Faso bado inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na mashambulizi ya makundi ya kigaidi yenye uhusiano na Al-Qaeda. IS, takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 2 wamekimbia makazi yao kutokana na ghasia hizo, huku zaidi ya theluthi moja ya taifa hilo ilikuwa nje ya udhibiti wa serikali. Kapteni Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 37 aingia madarakani kwa mapinduzi ya pili ndani ya mwaka mmoja mnamo Septemba mwaka 2022, akimng'oa aliyekuwa kiongozi wa kijeshi Burhan kwa madai ya kushindwa kukabiliana na ugaidi. Tangu kipindi hicho, Traore ameahidi kupambania vikali na ugaidi, huku wakikataa shinikizo la kurudisha nchi katika utawala wa kiraia kwa haraka. Serikali yake imegeukia ushirikiano mpya na mataifa yasiyo magharibi ikiwemo Urusi, jambo ambalo limeibua mivutano ya kidiplomasia na baadhi ya mataifa ya Ulaya. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa serikali ya Ivory Coast kuhusu tuhuma za nchi hiyo kuihusisha au kuiruhusu mipango ya uasi ya kuifanya kutoka eneo lake. Hata hivyo, wachambuzi wa usalama kanda ya Sahel wamesema kuwa mvutano wa kisiasa baina ya mataifa ya magharibi unazidi kuchochea hali ya kutokuaminiana, hasa miongoni mwa mataifa yanayoongozwa na serikali za kijeshi kama vile Burkina Faso, Mali na Niger. Tukio hili linaashiria ongezeko la hatari ya migogoro ndani na ushawishi wa nje katika siasa za mataifa ya Sahel, hasa katika wakati huu ambapo baadhi ya nchi zinasema wazi kuwa hazitafuata tena maelekezo kutoka kwa mashirika ya kimataifa au mataifa ya magharibi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala haya, ni mimi